Uh, kuna msemo ambao huwa unasema maskini akipata matako hulia mbwata, lakini kwangu mimi hiyo ilikuwa tofauti. Nilikuwa ni maskini ambaye nimepata, lakini roho yangu ilikuwa ikilia damu. Jina langu ni Jackson. Wengi mnaniona hapa juu ya gari la kifahari, nikidhani kuwa nina bahati au nimebarikiwa. Lakini ni bahati gani ambayo inatokana na harufu ya damu ya rafiki? Safari yangu haikuanzia kwenye suti hizi ambazo mnaziona, bali ilianzia chini. Tena ilianzia chini futi 50 kwenda chini ya ardhi, kwenye vumbi la machimbo ya dhahabu huko Chunya. Mpenzi msikilizaji, kabla sijaendelea, kama ndio mara yako ya kwanza kujiunga nasi, ni kuombe support yako kwa kulike na kusubscribe katika channel yetu ya Elizio Simulizi. Mimi ni mzaliwa wa Magu na nimekulia Magu. Pia nilifanikiwa kujipatia elimu yangu ya msingi wilayani Magu. Lakini pamoja na bidii ambayo nilikuwa nikionyesha shuleni, alama zangu hazikuweza kuniruhusu kuendelea na elimu ya sekondari. Hali hiyo iliweza kunikatisha tamaa. Nilikuwa nikijiuliza maswali mengi sana kichwani kwangu, hasa hususan kuhusu swala zima la maisha. Jirani yetu pale nyumbani alikuwa anaishi rafiki yangu ambaye anaitwa Emmanuel. Emmanuel alikuwa ni rafiki yangu mkubwa sana. Tena alikuwa zaidi ya rafiki, alikuwa ni ndugu. Emmanuel yeye alikuwa ni fundi wa ujenzi. Na kwa haraka niliona yeye ndiye mtu pekee anayeweza kunipa msaada na ushauri wa maisha, wapi naweza kuanzia. Kwa sababu nyumbani amani ilikuwa hamna, masimango yalizidi kuwa makubwa, na walikuwa wakiniona mimi ni mtu mjinga sana asiyeweza kufanya chochote katika maisha. Baba yangu alikuwa akinikumbusha mara kwa mara, tena wakati wa chakula, kuwa napaswa kwenda kutafuta maisha yangu kwa kuwa elimu imenishinda. Na alikuwa akisema yeye hawezi kuendelea kufuga mtu mjinga nyumbani kwake. Maneno haya yalikuwa yakiniumiza sana na kunifanya nihisi hasira ndani ya moyo wangu. Siku moja jioni, baada ya Emmanuel kurudi nyumbani, niliomba kuzungumza naye na nilimuelezea juu ya mambo yaliokuwa yakinisibu. Na nikukumbushe tu ndugu mpenzi msikilizaji, Emmanuel kwangu hakuwa mkubwa sana, bali alikuwa amenizidi kwa miaka 3 tu. Na aliniambia sipaswi kukata tamaa, napaswa kumshukuru Mungu kwa kila jambo, maana yeye hufanikisha kila kitu katika haya maisha. Lakini pia Emmanuel aliniambia yeye kufanikiwa kusoma hata darasa 1. Kwa hiyo kufeli shule sio kufeli maisha, ni juhudi tu zinahitajika ili kuweza kufikia malengo. Na Emmanuel aliniahidi kwamba kuanzia kesho tutaanza kufanya kazi pamoja. Nilifurahi sana. Na kama alivyosema, kesho yake tulianza kazi na tulikuwa tukifanya kazi za kuwasaidia mafundi. Nilipambana kwa bidii sababu nilikuwa na malengo. Hatimaye niliweza kupanga chumba changu mwenyewe na niliweza kuanza maisha yangu. Miaka ilizidi kwenda, nilikuwa nikienjoy sana, japokuwa maisha hayakuwa mazuri sana, bali nilikuwa na amani ya moyo. Siku zilizidi kwenda, hatimaye nilitimiza umri wa miaka 23. Nakumbuka siku moja nilikuwa nimetoka kuoga. Wakati nipo ndani najiandaa, nilisikia sauti ya mtu nje anabisha hodi. Hapakuwa na sauti nyingine yoyote ambayo ilikuwa ikitoa majibu. Ilinibidi nije. Nikatoka nje kuweza kusikiliza ni nani ambaye alikuwa anagonga hodi wakati huo. Baada ya kutoka tu, nilimkuta binti mmoja alikuwa mrembo sana. Alinisalimia, "Mambo kaka." Alikuwa na sauti nzuri sana kiasi kwamba uzuri wake na sauti yake vilitosha kunivutia moyo wangu. Nilimjibu, "Poa tu, niambie." Alisema kwa sauti nzuri na ya upole, "Samahani kaka yangu, naomba kuuliza
bila samahani, karibu. Mama Rose nimemkuta? Sina uhakika, nafikiri kwa sasa hamna mtu hapa, maana papo kimya sana. Haya, asante. Akija mwambie Jacqueline alikuja. Aliniaga kisha akaondoka. Lakini nilishangaa sana kutokana na hali niliyokuwa nayo tu baada ya kumuona yule binti. Nilihisi tayari nimeanza kumpenda. Alikuwa ni mwanamke mzuri sana mwenye kuvutia. Nilimwangalia mpaka alivyoshirizia. Lakini nilijutia sana kuipoteza hiyo nafasi, japo ya kumweleza hisia zangu hata kwa uchache tu. Lakini niliendelea kujipa matumaini pengine ipo siku naweza kukutana naye tena kwa mara nyingine. Niliingia ndani nikaendelea na shughuli zangu nyingine. Baadaye Mama Rose alirudi. Nilimpatia ujumbe ambao nilikuwa nimeachiwa na Jacqueline. Alinishukuru sana na akasema atawasiliana naye. Basi maisha yaliendelea. Nakumbuka siku moja jioni nikiwa njiani natoka kazini, tena nilikuwa na Emmanuel. Nilimwona Jacqueline akiwa dukani. Ilibidi nimwambie Emmanuel, brother, huwezi kuamini yule binti anautesa sana moyo wangu. Emmanuel alishangaa sana, kisha akaniuliza, acha utani basi Jackson, ina maana wewe unamjua yule binti? Baada ya kusikia maneno hayo kutoka kwa Emmanuel, nilicheka kidogo, kisha nikamwambia, huwezi kuamini brother, yule mrembo aliwahi kuja pale ninapoishi, alikuwa akimtafuta Mama Rose. Na ndio ilikuwa siku ya kwanza kumuona na kumpenda. Nampenda sana. Hauko serious brother? Siku ya kwanza tu kumuona mtu kisha unampenda? Okay, sio tatizo. Je, analijua hilo? Hapana brother, huwezi kuamini sijawahi kumwambia chochote. Sasa unasubiri nini Jackson? Mfuate umuelezee hisia zako. Maneno yale kutoka kwa Emmanuel yalinitia nguvu sana. Nilisogea mpaka maeneo ya karibu na duka. Nilimsubiri kidogo. Baada ya kumaliza kupatiwa huduma, alitoka. Nilimuita kisha nikaomba kuongea naye. Kwa bahati nzuri alikuwa muelewa, alikubali tuweze kuzungumza. Kiukweli tuliongea mambo mengi sana. Nilijaribu kutumia kila njia ya kuweza kumshawishi, na aliomba nimpe muda wa kuweza kulifikiria hilo. Nami nilikubali kwa sababu niliamini sio watu mbaya. Nilimwomba namba yake na aliweza kunipa. Lengo ni kuweza kwa tunawasiliana mara kwa mara. Kiukweli ndugu mpenzi msikilizaji, huyu mwanamke ambaye ndo Jacqueline, kiukweli ni mwanamke mzuri sana. Hata mtu yoyote angeweza kumuona tu kwa mara ya kwanza lazima angevutiwa naye, kwa sababu alikuwa ni mwanamke ambaye ana sauti nzuri sana. Hata sura yake ilikuwa nzuri. Alikuwa na rangi ya kuvutia sana. Kiukweli nilikuwa napitia wakati mgumu sana, kwa sababu nilimpenda ghafla na mapenzi yalijaa ndani ya moyo wangu. Nilifurahi sana kwa kukamilisha hatua yangu ya kwanza, na hata Emmanuel aliweza kunipongeza kwa hilo. Okay, tuliondoka na kurudi nyumbani. Siku zilizidi kwenda. Wakati huo mimi na rafiki yangu Emmanuel tulikuwa tukiendelea na pilika zetu. Lakini sikuacha kuwasiliana na Jacqueline. Kila siku asubuhi na jioni nikiendelea kupambana, lakini pia nilikuwa nikiendelea kumkumbusha juu ya swala langu. Nakumbuka siku moja simu yangu iliita. Nilikuwa nimeweka chaji na mimi nilikuwa nimelala kitandani. Mara ya kwanza nilipuuzia kwa sababu sikujua ni nani ambaye alikuwa anapiga simu. Na baada tu ya simu kukata, baada ya muda kidogo iliita tena kwa mara ya pili. Nilisogea karibu na kuweza kuangalia ni nani ambaye alikuwa ananipigia simu. Oh, alikuwa ni Jacqueline. Nilipokea na kurudi kitandani. Hello Jacqueline. Yes Jackson, mambo? Poa tu mrembo. Hujalala mpaka sasa hivi? Ndio Jackson.
Au hujapenda mimi kukupigia simu usiku? Hicho ndicho kitu pekee ambacho nilikuwa nakisubiri kutoka kwako Jacqueline. Sasa kwa nini nisipende? Okay, niambie mrembo. Natumaini huu ndio utakuwa wakati sahihi wa mimi kuweza kupata jibu langu. Akacheka kidogo kisha akaniuliza, samahani, naweza kuuliza swali? Ya, ndio, unaweza Jacqueline. Uwanja ni wako, karibu. Asante. Hivi ulinipendea nini Jackson? Mpenzi msikilizaji, jaribu kufikiria wewe ndio unaulizwa swali kama hilo. Mwanamke mrembo ambaye unampenda na upo katika ushawishi. Nikiwa namaanisha upo katika mawindo ya kuweza kumuinda ili uweze kumpata. Kiukweli mimi nilimjibu, unajua Jacqueline, nimekupenda kwa sababu wewe ni mwanamke ambaye umenivutia. Sasa Jackson, mimi nimekuvutia na nini? Jacqueline, kwa mara ya kwanza ulivyokuja pale nyumbani, baada tu ya mimi kutoka nje na macho yangu yalipoweza kuutazama uzuri wako, yalishindwa kuvumilia. Kiukweli macho yangu yaliamua kupeleka taarifa za uzuri wako moja kwa moja mpaka moyoni mwangu. Na kwa kuwa moyo wangu unayaamini macho yangu, uliweza kuzipokea taarifa hizo na kutengeneza kitu ambacho kinaitwa upendo ndani ya moyo wangu. Lakini pia Jacqueline, haikuishia hapo. Baada tu ya wewe kuweza kuzungumza sauti yako nzuri yenye kuvutia, pia masikio yangu yalipeleka taarifa moja kwa moja mpaka ndani ya moyo wangu. Hapo ndipo macho yangu, masikio yangu, akili yangu pamoja na moyo wangu vyote vilifanya maamuzi ya kuweza kukupenda wewe Jacqueline. Nakupenda sana Jacqueline. Nimefurahi sana kusikia maneno mazuri kutoka kwako. Karibu sana Jacqueline. Samahani Jacqueline, naweza kukuuliza? Karibu Jackson. Upo tayari kuwa na mimi? Penzi msikilizaji, simulizi yetu ya tamaa ya utajiri sehemu ya kwanza inaishia hapo. Niendelee kukuomba support yako na uendelee kuwa nasi ili kuweze kujua nini ambacho kilijiri baada ya mimi kuweza kupendana na Jacqueline. Nini ambacho kiliendelea mbele, lakini pia nini ambacho kilikuja kutokea kuhusiana na tamaa yangu ya utajiri. Nikusihi tu usikose mwendelezo. Lakini nisisitize na niendelee kuomba support yako kwa kusubscribe na kulike katika channel yetu ya Elizio Simulizi.